kutoka Mbeya. Time ya story zinazomwagika bila kificho, kicheko kinatawala, kinatawala hewani, wasanii na mastaa mezani, maisha yao bila filter, ukweli, burudani na hisia, vyote vikizungumza moja kwa moja. Maishani mwangu ni wewe Baba, uliyetawanyisha watu kavukisha. Maishani mwangu ni wewe Mungu, ustahilie sifa, wajidhihirisha. Maishani mwangu ni wewe Baba, uliyetawanyisha watu kavukisha. Maishani mwangu ni wewe Mungu, utabaki kuwa historia yangu, utabaki kuwa kimbilio langu. And nothing can change my love for you, and nothing can take away your grace from me. Bwana umefanya tena, umetenda mengi maishani mwangu. Bwana umefanya tena, umetenda mengi Baba maishani mwangu. Ni wewe tu, ni wewe Baba, ni wewe tu mwaminifu, ni wewe tu uko peke yako Daddy, ni wewe tu wanipenda, ni wewe tu wanilinda Baba. Baraka FM. Ni wewe tu unayenijua vyema, ni wewe tu unayeniinua, ni wewe tu, ni wewe tu ganga wa nafsi, ni wewe tu unatibu maumivu ya moyo, ni wewe tu. Nakumbuka ni wewe uliyeniponya nilipozidiwa, nakumbuka huzuni zangu ulitupilia mbali, nakumbuka ni wewe uliyeniepusha na watesi, sitakumbuka ya kale yote nimeacha mbali. Niseme nini mimi, nishukuruje kwa wingi wa fadhili zako ulizotenda. Neema umejaza kwangu, wewe huruma zako zanipe Baba. Utabaki kuwa historia yangu, utabaki kuwa kimbilio langu. And nothing can change my love for you, and nothing can take away your grace from me. Bwana umefanya tena, umetenda mengi maishani mwangu. Bwana umefanya tena, umetenda mengi Baba maishani mwangu. Ni wewe tu, ni wewe tu nguvu yangu, ni wewe tu, ni wewe tu unayenipenda, ni wewe tu. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, anaitwa Priska Sanga all the way kutoka visiwa fulani hivi. Habari unaisikiliza inapigwa live kupitia muda wetu ya Baraka FM Radio. Maana kizuri kutoka kwa Priska ni kwamba hata ikitokea amekaa kimya kwenye game, akirudi bado anafanya poa, ana ile consistency ya sauti na kufanya vizuri sana kwenye beats kama hivyo. Akiingia booth, of
course anafanya vizuri na anawakilisha na kila kitu kinakuwa kinakaa sawa kabisa. Ndio mgeni wetu wa leo ambaye yuko hapa na ana present EP album ambayo anakwenda kutuambia ni tuaje na story nyingi sana kuhusiana na yeye. In case you don't know, umemjua hapa na pale, lakini pia nakupa time ya kuweza kuyajua maisha yake. No filter, yani oji kabisa. Karibu sana Priska. Mungu na ameamua. Ngoja kwanza. Ametokea wapi tena? Sitaka tupige story. Priska hapa kila kitu kiweze kwenda sawa kabisa. Si ndio Yes. By the way, ana track yake moja hivi. Kwa sababu leo tu ni EP album. Ngoja nicheke hapa. Ana track yake moja hivi. Apart from hiyo ambayo umeisikiliza, ana track nyingi tu. Ukiingia kwenye YouTube huko, ukiandika Priska Sanga, unakuwa unazipata. Hii by the way ni EP album ambayo ameiachia na unapata nafasi ya kuweza kuisikiliza hapa ndani. Au sio bana? He will do it again. Ana track chache, of course ana track kama 4 hivi, Polepole, Amen, Tembea, Ni Wewe na nyingine nyingi. I wish tuisikilize moja kati ya track ambayo ni ya kwanza kabisa, imekuwa Blessed hapa. Alafu tupige naye story. Hii hapa. Si tumsikilize kidogo Producer ni YZ Manamba. Is it? Yeah. Polepole. Najua unaruhusu magumu nipitie, na pia utafungwa mlango nitoke. Basi chonde mbele niangazie, nilinde kusudi nilifikie. Wewe wangu mwangaza na kutegemea, na mengi ninawaza Baba na kutegemea. Polepole najua nitafika, sitakumbuka ya kale, yote yatapita na itakuwa shangwe. Nikifika pale polepole najua nitafika, sitakumbuka ya kale, yote yatapita na itakuwa shangwe. Nikifika Yes, of course baada ya kidogo tutasikiliza track zote ambazo ameziachia, au sio Karibu sana Priska. Shalom, wasikilizaji wa 107.7 Baraka FM. Shalom. Naitwa Priska Sanga, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka mkoa wa Iringa, lakini kwa sasa napatikana visiwa vya Unguja kwa maana ya Zanzibar. Hongera sana. Ndio uwepo wangu kwenye visiwa vya Unguja limekuwa jambo la baraka na lenye changamoto zake, of course hasa katika muziki, kwa sababu utagundua producers wote ambao nimefanya nao kazi kwenye hii EP yenye nyimbo 4 wote wanapatikana Tanzania bara. Kwa hiyo ni changamoto, lakini pia kwa huku matamasha na matukio ya gospel kwa maana ya muziki sio mengi kama ukiwepo Tanzania bara, hasa Mbeya na Dar es Salaam tunaelewa. Kwa kuna namna moja ama nyingine inaathiri muziki wangu, lakini Mungu anafanya wepesi kupitia radio na digital platforms, muziki unaenda na unawafikia watu. Changamoto zipo pia hata katika usambazaji wa muziki kwa njia hizo, hasa kwenye hizi digital platforms. Mtakumbuka kuna kipindi nilipitia changamoto ya YouTube account yangu. Ni jambo ambalo lilinivuruga kiasi fulani, lakini namshukuru Mungu ilikuwa ni sehemu pia ya kujifunza, na nimejifunza kuwa kwa namna ambavyo ulimwengu umehamia upande wa kidijitali, kuna umuhimu sana wa kwetu kama waimbaji na hata mtu yoyote kujifunza vitu vile vitatu, kujua vinaendaje. Kwa mfano waimbaji tunatumia wasambazaji tofauti, kwa hiyo ni muhimu pia kujifunza, hata kama anasambaza mtu mwingine, at least kujua ile vitu vinafanyikaje. Na
Ndiyo, EP hii niliyoitoa imefanywa na maproducer tofauti kama nilivyosema. Haijakuwa changamoto kubwa sana kuwapata, kwa maana nikitoka visiwani nikisogea Dar es Salaam napata maproducer, na nilibahatika. Kwa mfano nyimbo ya Ni Wewe nilirekodi nikiwa bado niko Mbeya, lakini nyimbo ya Amen na Tembea hizi nilifanya na Kinsani akiwa kwenye program zake za kawaida za kusogea Dar es Salaam. Kwa hiyo nasafiri naenda Dar, tunafanya wimbo, lakini pia wimbo wa Polepole nilifanya Dar es Salaam na producer Yusuf kabla hajahamia Kenya. Imekuwa changamoto kwa maana ya kuwa natakiwa kuwafuata, lakini upatikanaji wao kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili yao, sio watu wagumu kupatikana. Kwa hiyo yote yanakuwa heri. Na niliamua kuachia EP badala ya single, kwa sababu kama mtu amebahatika kusikiliza nyimbo hizi 4, utagundua kuwa kila wimbo umebeba ujumbe wake, lakini pia kila wimbo una kipande kinachokamilisha wimbo mwingine. Hilo moja, lakini jingine imekuwa ni miaka 5 kama sio 4 ya ukimya yenye mambo mengi mapya ya hapa na pale. Utagundua katika miaka hii pia nimehamia visiwani, katika miaka hii nimeingia kwenye ndoa, nimeingia kwenye malezi kwa maana ya watoto. Kwa hiyo kumekuwa na mambo mengi, lakini utagundua kwamba hayo yote kwa namna moja ama nyingine yameathiri uandishi wangu kwenye hizi nyimbo. Kwa hiyo ukisikiliza hizi nyimbo zote utagundua kwamba kuna masuala ya imani kwenye hii EP, kuna maombi, kuna shukurani. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kwa jumbe hizi tofauti kuelezwa au kukamilishwa kwenye wimbo mmoja, na wakati huo nilitamani watu wapate hiki kitu chote kwenye jambo moja. Kwa hiyo ilikuwa sababu ya hiyo kwamba kupatikane nyimbo 4 ambazo zitasimama kila wimbo kivyake, lakini zitasimama zikikamilisha nyimbo nyingine, na yani wimbo mmoja ukikamilisha mwingine, ili ujumbe mkubwa wenye mambo mengi uwasilishwe kwa wakati mmoja kwenye EP. Hilo ndo jambo kubwa ambalo lilipelekea nikaachia EP badala ya single moja. Oh yeah. Ndio. Okay. Mwaka huu au naweza kusema miaka hii imekuwa miaka ya changamoto na mafanikio. Ndiyo. Kama kama nilivyoeleza. Na kwa ukubwa na kwa namna kubwa kabisa, mambo yote hayo yameathiri uandishi kwenye hii EP, lakini pia natamani ningekuwa na wakati wa kutosha nikashirikisha japo jambo moja au tukio moja ambalo limeathiri moyo wangu sana. Lakini kwa uchache labda niseme, sio haijawa, nikisema athari labda watu wataona kama ni athari kwa maana ya athari, lakini ni athari chanya, kwa sababu nilikuwa na kipindi cha kusubiri baraka ya mtoto wakati baada ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo jambo hili binafsi siwezi, muda hautoshi kulielezea kwa upana wake, lakini naweza kusema kwamba limenifanya nimemjua Mungu zaidi ya viwango ambavyo nilikuwa ninamjua. Kwa uchache naomba niseme hivyo. Kama tutapata wasaa wakati mwingine tutashirikishana jinsi ilivyokuwa na vitu kama hivyo. Mbarikiwe kwa kukubali hayo machache. Ndio. Katika EP hii wimbo ambao unafikisha ujumbe kwa nguvu zaidi kwa mashabiki, kwa upande wangu mimi naona ni wimbo wa Tembea. Kwanza wimbo huu unanihudumia mimi mwenyewe pia, kwa sababu umekaa kama ni maombi. Kwa kila ninaposikiliza naona kuwa ninazungumza na Mungu. Lakini Mungu alikuwa ajabu, na kwa namna ya nguvu ya muziki unaona kila mmoja anahudumiwa na anaguswa na wimbo kulingana na hali yake ya kimaisha, ya rohoni au ya mwilini. Utagundua watu wengi sana wanaguswa na Ni Wewe na Polepole, lakini familia yangu kwa maana ya mume wangu, yeye anaguswa na wimbo wa Amen. Kwa hiyo siwezi kusema sana. Ninachomshukuru Mungu ni kwamba imekuwa EP ambayo imekuja kugusa maisha ya mtu mmoja
kwa namna yake. Kwa namshukuru Mungu kwa hilo pia. Kuhusiana na kushirikisha wasanii wengine, ndio kuna hiyo mipango tayari nimeshafanya. Naendelea of course na maandalizi ya nyimbo zingine, ambapo katika hizo wimbo mmoja wapo nimeimba na kaka huwa namuita JK Juma Kiando, Kibonge wa Yesu. Tumeimba naye kuna wimbo mmoja, lakini pia kwa maana ya kuwashirikisha wasanii wa nje tayari nimeanza mazungumzo na mtu ambaye ananisaidia kufanya connection na wasanii kadhaa wa Kenya. Kwa hiyo Mungu akipenda, akitupa kibali, mmoja wapo akikubali, tutakuwa na collaboration pia kutoka Kenya. Na hapa naomba nimtaje Yusuf Manamba. Amekuwa na ushirikiano sana na tangu amehamia kule Kenya. Amekuwa anatusaidia kufanya connection 2-3 na wenzetu wa huko. Kwa upande wangu nimshukuru Mungu kwa ajili yake. Na ndio unajua wanasema Waswahili kwamba fasihi ni hisi, yani sanaa ni hisia. Kwa hiyo siwezi kusema kuwa katika uandishi huu hakuna mguso wa kwangu binafsi. Yani uandishi kwenye nyimbo hizi pia umeathiriwa na mambo ambayo mimi binafsi nimeyapitia rohoni na mwilini pia. Kwa hiyo ni vile kwamba watu hawajui pia mambo ambayo kama waimbaji tunayapitia na vitu kama hivyo, lakini ukisikiliza utagundua kuna vitu naimba kwa ajili ya watu wengine, lakini kuna vitu pia ninaimba kwa ajili ya kwangu mwenyewe. Ndio maana nikasema pia hapo kuna wimbo mimi mwenyewe unanihudumia. Kwa hiyo kuna namna mashairi ya kwenye hii EP yameathiriwa na maisha ya kwangu mwenyewe. Okay. Nachotamani mashabiki wakumbuke zaidi kuhusu mimi kama mwimbaji wa Injili ni jambo moja kubwa la wakati wote. Huwa nasema kwamba sisi ni waimbaji tu, lakini tunabaki kuwa binadamu wa kawaida. Pamoja na kwamba tuna hiyo huduma tunafanya, tumeibeba, lakini bado sisi ni binadamu. Hatuna hata chembe ya umalaika kwenye maisha yetu ya mwilini wala ya rohoni. Hii niseme kwa niaba ya waimbaji wengine hata kama hawajanituma, kwamba waimbaji wa nyimbo za Injili ni binadamu, ni wanadamu wa kawaida, hawana chembe ya umalaika ndani yao. Kwa hiyo watu wa Mungu, wapendwa wasikilizaji, unapopata nafasi ya kupiga goti kwa Mungu kwa ajili ya mambo yako, usiache kututaja. Kwa maana ya niseme kwamba baada ya changamoto za YouTube ambazo nilizipitia, hii EP ambayo nimeiachia sijaisambaza kupitia YouTube channel yangu ile ambayo tunaifahamu. Na sio kwa sababu ya zile changamoto ambazo zilitokea, kwa sababu zile tulishazishughulikia na zikaisha. Virtual DJ sambaza kwa kutumia distributor ambaye imesaidia of course kuenda kwa ukubwa zaidi, kwa sababu EP hii haipatikani tu YouTube, inapatikana kwenye digital platforms zote unazozijua kwenye huu ulimwengu, lakini pia inapatikana kwenye social networks kwa maana ya Instagram, Facebook, na WhatsApp pia na TikTok. Kwa hiyo ukiposti pale kitu chako, ukisearch hizi nyimbo utazipata. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo niwakaribishe sana wapendwa wasikilizaji, kwamba kwenye hii safari ambayo tumeendelea na tumetake off, naomba tuende pamoja, tutembee pamoja, tushirikishane, tusaidiane, tuombeane. Ukibahatika kusikia wimbo wote kwenye hii EP, usiache kumshirikisha na mwingine naye akabarikiwa. Kwa hiyo nawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Mungu aibariki pia Baraka FM. Tunashukuru na tunaombea heri. Asante. Thank you. Huyo ni Priska Sanga, amerelease EP album inaitwa He Will Do It Again. Tumesikiza track ya kwanza inaitwa Polepole, ya pili hapa inaitwa Amen. Ni wewe tumesikiliza, baadaye tukirudi tunasikiliza Tembea, au sio? Yuda Jazz Manem inaitwa Amen. Wakuabudu